Kama nilivyozungumza ile part 1 kuhusu issue za sperm kutokuwa na nguvu, sasa tutaenda kuzungumza sababu ambazo zinasababisha sperm kutokuwa na nguvu. Cha kwanza ni kwamba mtu anakuwa na maambukizi katika mirija au njia za mkojo. Inamaanisha inaweza kuwa labda ulishawahi kupata magonjwa ya zinaa. Jambo la pili, inaweza ikawa una shida ya mishipa ya korodani imevimba, inaitwa varicose veins. Jambo jingine ambalo linaweza kusababisha ni joto kali. Mfano, kuna watu ambao wanaweka laptop kwenye mapaja, kuna watu ambao wanavaa nguo za ndani ambazo zinazobana sana, basi unaweza kujikuta korodani zinakuwa karibu na mwili au zinakuwa katika joto la juu, ambalo mwisho wa siku inasababisha kuleta changamoto katika utengenezaji wa sperm wenye ubora wake. Lakini jambo la nne ambalo linaweza kusababisha ni ishu ya uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe, labda na madawa mengine ambayo hayajaidhinishwa kutumiwa na binadamu. Jambo la tano, mtu kama una kisukari na mtu kama una shida ya hormones. Jambo la sita ambalo watu wengi wanakuwa wanalichukulia poa ni msongo wa mawazo ambao tunasema ni stress. Unapokuwa na stress pia inaweza kusababisha kuwe kuna uzalishaji ambao sio mzuri wa sperm zako. Lakini jambo la mwisho kabisa ni lishe duni. Unatumia vitu ambavyo havina virutubisho vizuri, mfano vyakula ambavyo havina zinki. Unasema kwamba zinki inatumika sana katika utengenezwaji wa sperm. Sasa clip inayofuata nitaenda kuzungumzia vipimo ambavyo unaweza kufanya ili kuweza kujua nini ni chanzo cha tatizo la hii hali ambayo tunasema sperm hazina nguvu.